Tukiwa katika hiyo yale, ningependa tuende tukamshukuru Bwana kwa maana ni mengi ambayo ametufanyia, tukamwambia ni asante kwa kutuwezesha. Nitarejelea katika kitabu cha Psalms Psalms 100 verses 4. Inasema, enter the temple gates with thanksgiving, go into its courts with praise, give thanks to him and praise him. Praise the Lord. Tunaambiwa tunapoingia hapo katika hekalu la Bwana, wacha tuingie na sifa, wacha tuingie tukimshukuru, kwa sababu ni mengi ametutendea, ni mengi ametufanyia. Kuna wengi wenu unakumbuka mlikuwa nao kitambo, lakini saa hii unasikia hawako. Wengine unasikia wanateseka, lakini wewe Mungu amekufanyia mengi, Mungu amekufanyia makuu. Kwa hivyo twende mbele za Bwana, tukamshukuru kwa yale ametufanyia, kwa kutuonekania, kwa kutuwezesha hata kuona siku ya leo ni mkono wa Bwana. Twakupa sifa, twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa
umekuwa na sisi wiki mzima Bwana. Tumeona mkono wako Yesu, umekuwa kiongozi wetu Bwana. Ndio maana tunakushukuru Yesu, katika jina lako Yesu tunaomba na kusifu. Tukiwa katika hiyo hali, ningependa we pray for the unity and our families. We request God akatuunganishe, kwa sababu maybe kunao miongoni mwetu hatujui, tuko na wao hapa lakini maybe hawasemeshani, hawaongeleshani, mmoja amekwazwa katika hii njia ama ile nyingine. Kwa hivyo tuende mbele za Bwana, tukamwambie akalete ushirikiano katika kanisa lake, hata katika kwa watu wake. Pia tukatakase familia zetu mbele za Bwana, kwa maana wewe mwenyewe hata kama wewe ni baba wa familia, huwezi ongoza hiyo familia bila mkono wa Bwana. Pia katika familia tunajua ya kwamba kuna wengi ambao ni brothers ama ni ndugu, lakini hawaongeleshani. Mimi mmoja amekosa mwingine kwa njia ama nyingine. Wacha tukaombe Mungu akaleta ushirikiano katika familia, akaleta ushirikiano katika nchi, kwa sababu hata wale ambao wanatuongoza kama hawana ushirikiano hatuwezi enda mbele. Tutaona hizo nchi zingine zinaendelea, lakini sisi tuko pale pale tu, kwa sababu kiongozi anafanya vile anataka. Kama ni kanisani, kama hakuna ushirikiano, chama atafanya vyake, ama kanisa afanye vyake. Kwa hivyo tuende mbele za Bwana, tukaulize Mungu akalete ushirikiano kwa watu wake. Ni wewe Bwana, tawala
familia. Asante Mungu mwaminifu. Wewe unastahili kupewa sifa Bwana. Ukiatia kwenye kiti chako cha enzi Yesu. Tunasema sifa na tukufu zote ni zako. Baba tunakuomba tuongoze Yesu. Baba karibu shirika na watu wako Bwana. Karibu shirika na watu wako Bwana. Katika nguvu zako Bwana. Mungu unastahili Yesu. Katika familia zetu Bwana. Baba ni kiongozi Bwana. Baba ni kiongozi Bwana. Tunakuomba familia zetu Yesu. Tunasema wewe Bwana. Hatuwezi kuweza familia hawezi kama tunaomba Yesu Kristo katika jina lake mfalme wa amani. Tunategemea nguvu zako Yesu. Baba tunategemea uwezo wako Yesu. Katika ushirikiano Bwana. Mungu katika jina lako Yesu. Baba tunasema tena Baba nakutukuza Baba unawezesha Bwana. Baba tunakushukuru tena Bwana. Katumanisha Bwana wa ajabu. Hakuna Mungu kama Yesu. Katumanisha Bwana. Mungu anatushikilia katika kanisa lako Yesu. Anatushikilia katika familia zetu Bwana. Anatushikilia kwa watu wako Bwana. Mungu na madada Bwana wa ajabu. Tunashirikiana na Jehova. Katika jina lako Bwana. Baba unastahili Mungu. Unastahili Yesu. Unastahili Mungu Bwana. Sifa na tukufu zote ni zako Bwana. Ukiatia kwenye kiti chako cha enzi Yesu. Asante Mungu. Asante Mungu. Asante Yesu. We worship you. We lift you up. Katika familia zetu Bwana, tunakutegemea Bwana. Katika familia zetu Yesu, tunakuangalia Bwana. Tunaangalia kwako Bwana. Msaada wetu katika familia ni kwa wewe Yesu. Hatuwezi fanya lolote Mungu bila wewe Yesu. Asante Mungu, Baba unaweza. Na ni katika jina lako Mfalme, Baba tunaomba na kuamini. Ningependa tukiwa katika hiyo hali twende tukaombea wagonjwa. Kuna wagonjwa wengi wako kule hospitalini, wengine tunawajua kwa majina, wengine hatuwajui, lakini Mungu, acha Mungu afanye mapenzi yake. Ukiinua hiyo sauti yako, Mungu atakusikia. Katika kitabu cha Mark 10 kuanzia 46. Hiyo ni historia ya Bartimaeus. Alisikia kwamba Yesu anapitia hapo. Hata kama watu walikuwa wanamtuliza, hakuchoka. Alipasa sauti. Akaambia Mungu, ni wewe na ni wewe. Nataka uniponye. Akasema, hata kama watu walikuwa wanamwambia nyamaza, unatupia kelele. Hata kama watu wamesema nini? Kama kuna mtu amesema pale fulani, huo ugonjwa hatapona. Pasa sauti. Na kupitia sauti yako, sio wewe mgonjwa, lakini kupitia sauti yako Mungu atamponya yule. Katika hiyo hali pia ningependa tuombee safari. Tunaona ya kwamba shule zinakaribia kufungwa na watu watakuwa naenda nyumbani. Kwa hivyo tuombe Mungu akawasafirishe mapema na wakafike kule nyumbani. Pia tuombe kwa kazi zetu, tuambie Mungu atangulie kule, kwa sababu ndicho kile kipindi ambacho napata. Tumefunga shule, wengine wameenda nyumbani kusalimia familia. Utatumwa message ukiwa uko nyumbani, unaambiwa kazi imeisha, sijui usirudi. Sasa tuombe Mungu atangulie. Hata kama kuna yule alikuwa na hiyo nia ya kuandika hiyo message, ataandika message ya kumwambia umeongezewa miezi mingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuende mbele za Bwana kwa ajili ya wagonjwa, kwa ajili ya safari na kwa ajili ya kazi zetu. Sauti yako na Mungu atakusikiza. Usiongoje wimbo wa maombi. That minutes to the Lord. Omba kwa ajili ya wagonjwa. Kuna wagonjwa wengi kule hospitalini. Hawana matumaini, hawana pesa, hawana chakula. Acha Mungu akawaponye. Wakiwa mahali
wamelala. Wacha Mungu akafanya mapenzi yake. Omba kwa ajili ya safari. Pengine miongoni mwetu wengine watakuwa hapa Jumapili, watakuwa wamesafiri kwa hii wiki. Wacha tukawatangaze, yale magari ambao watakaotumia. Ni magari ambayo yametengenezwa na wanadamu, yanakuwa yanaendeshwa kwa mikono ya wanadamu. Na hapo sasa ndipo shetani anapotegea ili kuangamiza. Wacha pia tukaombe Mungu kwa ajili ya kazi zetu. Tukamwambie akatangulie pale. Asante kwa mfalme wa tano. Asante kwa maana wewe. Hakuna jambo kubwa kwa Mungu. Tunasifu sifa. Asante Mungu katika jina la Yesu. Tunaona katika kitabu cha Mathayo. Mfalme wa tano. Kuanzia pale mstari wa 46 kuelekea mstari wa 47. Wawekwa Mathayo siku. Alipaza sauti. Hata kama kuna watu walikuwa wanakuja Yesu. Alipaza sauti mfalme wa tano. Na aliweza kutoa mfalme. Sasa Mungu tunapasa sauti zetu kwa ajili ya watu wote mfalme wa tano. Yesu watembele mahali wa mfalme. Yesu waponye mahali wa mfalme. Kuna wengine wamekosa pesa za kwenda hospitalini. Kuna wengine wamekosa matumaini. Kuna wengine wamekosa mahali kwa Yesu. Kuna wengine wamekosa mahali Bwana. Msaada wote ni kwa mfalme wa tano. Msaada wote unatoka kwa Yesu. Asante kwa Mungu. Yesu waponye wote. Waponye wote mfalme. Hata kama wale tunawajua kama tina mfalme. Kuna wengine tunawajua kama tina Yesu. Yesu tunaomba uponyaji wako Mungu. Watu watembee tunao mfalme. Watu waponyaji mahali wa Yesu. Katika jina la mfalme. Baba tunatangaza safari zote Yesu. Katika jina la mfalme. Wale watakuwa safari kubali mfalme. Ili wiki ama wiki hiyo ya mfalme. Ama mwezi mwingine Bwana. Yesu tunawatangaza watu kwa Yesu. Hata kama mwezi wa mfalme. Safari ya ambazo zote zinazokuja mfalme. Especially kwa mfalme. Kutoka hili eneo la kanisa Bwana. Baba tunatangaza hili kwa mfalme. Tunakabidhi watu kwa mfalme matumaini Yesu. Wote wanaosikiliza na Mungu. Wanaotumia magari mfalme. Wengine watatumia njia zao mfalme. Wengine watatumia mzi zao mfalme. Hizo zote Yesu tunazitangaza kwa mfalme. Tunasema wewe kama Bwana mfalme wa tano. Tumekuja kinyume mfalme. Na tumekuja mfalme yote kwa shetani Mungu. Ambaye ametaka kuruka Mungu. Kinyume na safari Mungu. Ambaye ametaka kuruka Mungu. Kinyume na kazi zetu Bwana. Tumezitambana shida zote Mungu. Mungu sababu shetani Mungu. Ambaye amekuja kuruka Mungu. Kinyume na kazi zetu mfalme. Tumezikosesha Mungu Bwana. Tumekuwa jina lako Yesu. Tunasema wewe Mungu unastahili. Hakuna jambo linaloshinda Yesu. Wewe Mungu mwaminifu Bwana. Asante Yesu. Asante Mungu mwaminifu. Asante Mungu mtukufu. Asante Mungu mwaminifu. Mungu katika zile kazi zetu Bwana. Baba tukukaribisha kwa Bwana. Yesu tukukaribisha kwa Bwana. Baba katika hiyo mfalme wa tano. Yesu tunaomba katangulia Bwana. Katangulia katika uongozi wetu Bwana. Wao wametuatia kwa kazi zetu Bwana. Wewe umetupatia kazi ya uanzisho Bwana. Wote Mungu ni kazi Bwana. Zote ni kazi Bwana wa majeshi. Baba tunakutangaza Bwana. Tunakutangaza. Asante Yesu. Katembea kwa mfalme. Katangulia mfalme. Kama yote ya shetani Mungu ambayo amepanga kinyume na safari Mungu. Ambayo amepanga kinyume na kazi zetu mfalme. Baba tumekosesha nguvu Bwana. Tumezisambaratisha zote mfalme. Katika jina lako mfalme. Tunaachilia nguvu yako Yesu. Wacha wale mfalme. Wanaotarajia kwenda nyumbani wiki ijayo ama mwezi ujao Mungu. Baba wote tunawakabidhi mkono wako Yesu. Wote watatumia mezi zao mfalme wote. Yesu kwa watu mfalme. Watu wakafike salama Bwana. Sifa na shukrani zote zinarudi kwako mfalme. Na ni katika jina lako Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Kwa sababu ya muda ningependa twende mbele za Bwana kwa ajili ya viongozi wa makanisa yote, sana sana mahali tuliko. Tuombe Mungu watu wakafanye kazi kulingana na mapenzi yake. Pia katika hiyo hali tuombe ibada ya siku ya leo, wacha ikakuwe ibada ya uponyaji, wacha ikakuwe ibada ya kukombolewa. Kama kuna yeyote ambaye amekuja hapa akiwa na shida zake, wacha Mungu akamtangaze, wacha Mungu akamuonekanie. Haufananishwi, wewe ni mwema.
kwa ajili ya viongozi wa makanisa yote huko ulimwenguni. Pia tuende mbele za Bwana kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Asante Mungu, unaweza kukula kwa Yesu. Asante Mungu Baba. Baba tuongoze kwa Yesu, tumekuja sana Bwana. Ukatuongoze Yesu Bwana. Yesu tunakutangaza kwa Bwana. Katika jina lako Baba. Yesu tunasema wewe Bwana. Tunasema wewe Bwana wa Yesu. Asante Mungu. Asante Bwana wa Yesu. Katika kanisa letu la Mungu Baba. Katika zote kanisa letu kwa macho yako Yesu. Tunakuza Bwana Baba. Tunaosi wote tufanyane kwa wewe. Tunawapiana kwa Bwana. Yesu tunasema kwa kanisa Bwana. Kama wewe kanisa Yesu. Tunakuamini kwa Bwana. Au na tena kwa Bwana. Tunakuamini kwa Bwana. Akiwa baada ya Yesu. Bwana Mungu Bwana. Kama kanisa Bwana. The speak of today, Jehovah, we dedicate it into you, Jehovah, in the mighty name of Jesus. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Bwana. Yesu. Asante Yesu. Tumemaliza maombi, lakini hatuwezi ingia katika hiyo lango tukiwa hivyo. Unapata mtu amesimama moto, wakati tunasema kwa shangwe kuu, unaweza ingia kwa shangwe kuu kweli? Hatuwezi ingia hivyo. Mungu ametuonekania, tumeona hii siku ya leo. Baada tuingie katika lango lake la furaha, tukiwa na shangwe. Hata unasema kwa shangwe kuu, lakini hatuwezi ingia hivyo. Hebu tuweke hiyo wimbo tena mara 2 ama 3, tuone kama tutaingia. Naona wachache watabaki.